Kuna watu wanajua mpaka sasa bado wanajipendekeza tu, hajakubali. Si bibi yangu. Hivi Kajala ikikupenda unaweza kufanyaje? Wewe selo wewe kama Kajala anakuambia ai zake sai nakupenda mimi. Mashabiki zetu na mnisikie bien niko nawaambia. Mko mnaacha kutuaibisha na mko naacha kuwa na tushusha. Wakati sisi tuko tunapambana tunatengeneza ma connection, nyie mnakiata kutuonesha mbele ya wasanii wengine kama tuko chini, hatufai, ni makosa. Isaac TV ho. Yes, ebana Uno munsi ndazavuga cyane Kiswahili murabizi. Acha niwashukuru sana nyote ambao mnafuatilia Isaac TV. Sinto wakawiza. Leo tuko pamoja na superstar, tuko pamoja na star. Superstar wa muziki Afrika Mashariki na Burundi kwa ujumla. Nimependa jambo moja hivyo, nimependa interview ya Christian Bella. Niko na interview moja ya Christian Bella. Anasema Burundi Mr. Champagne ndiye ni mmoja wa star wanaochangamsha muziki wa Burundi. By the way, nikuanze kukusalimia Mr. Kajala. Tukisema hivyo hatujakosea. Papa Kajala. Papa Kajala. Oui. Papa Kajala. Oui. Sasa masikio na kofia ni aje? Papa Kajala. Papa Kajala. Aha, safi kabisa. Uko sawa lakini? Niko poa. Mambo mengine? Safi sana. Kwanza umependeza, umenatia mitupo kama yote. Merci ça nikia mugari nikashange. Je émission ko bien. La kubali sana. Champagne? Yes. Kwa nini kila mtu akikuona anaanza kucheka? Kabla kitu chochote kile, unahisi ni kwa nini? Nahisi ni kwa juu ya roho mzuri. Unaona kuna mtu watu wanaweza wakakuona wakasirika. Maana uko na roho mbaya. Watu wanakuona wanacheka, maana bana enjoy. Maana uko mtu mzuri. Donc unaweza ukakufa ukikufa leo au kesho, bali watu watalia sana. Juu wakikuona wanakuwa wanafurahi, wana enjoy kwa. Ukiwa unaongelewa na mastaa wakubwa East Africa, kwa kukusifia, alafu saizi naona hata calls zimekuwa kawaida. Naona nani Dolly Sax niko mnapiga story, Fally Ipupa, mastaa kubwa kabisa Afrika. Unajisikiaje wewe kama wewe kama Champagne, like hii connection inazidi kuwa kila kukicha? Inatokana na nini? Inatokana na travail na lakini wengine wanafanya kazi pia, wengine wanatumika. Unaona wengine wanatumika, kila mtu iko sana nyota yake. Kila mtu kuna etoile yake. Na kila mtu iko na njia zake ya gisi gani ya kutafuta ma connection. Mimi niko na njia zangu za kutafuta connection. Pia niko na bokefiti na gisi ya kuishi na watu na pia najishushaga yani. Najishusha, ile kujishusha pia inasaidia. Aleka Kajala mwanamke mzuri. Kajala anapendeza sana. Kweli umetuahidi ukatimiza. Kajala imetoka ile ngoma. Hii ngoma inazidi kwenda viral sana. Views zinapanda sana. YouTube inazidi kutrend sana. Ulikuwa unategemea hivyo? Inavyopokelewa aidha inavyopokelewa mitandaoni? Niliona kama kwanza wakati niliona kama nyimbo itaenda zaidi na watu wataifuatilia sana, kufuatana na cover ya nyimbo sasa ilitoka, niliona ile cover ilipata 50,000 like, 1500 commentaires. Yake ilionekana kama nyimbo inasubiriwa kwa sana. Na unajua watu wengi gisi waliona cover, wanaona wakina Mkombozi, wakina Mr. Gave, wakina Shako, kisha wakaona nyimbo inaitwa Kajala, walikuwa nafikiria kivingine. Sasa walienda sikiliza nyimbo kwa kutaka, walikuwa nasubiri wasikie nyimbo kisha walete matusi, wafanye ma critique. Sasa walisikia nyimbo wakaisikia iko tofauti na gisi walikuwa wanafikiria. Tofauti kabisa. Huko nitapafika. Idea ya Kajala ilikuja na nani? Iletwa na nani? Idea ya ngoma Kajala. Idea ya nyimbo ya Kajala ni mimi. Ni baada kuona kama upepo umekuwa mwingi. Ni mimi. Unajua kwanza nilikuwa nafikiria kumuimbia Kajala tangu niko Tanzania. Na sasa nilifika nikafikiria ndafanya style gani, nitaimba modele gani. Niimbe kwa kumulilia mapenzi au kwa nini. Basi nikaangalia kufuatana comment ya watu gisi wako wana comment kwa kunikata nguvu, kwa kuniambia kama Kajala ni stahili, sina kitu, hautomweza. Basi ndo tukatembea basi mwa hiyo njia.
wakina Mkombozi, Shako, Mr. Gave, yani ikaonekana hao sando wanaikala ile fasi ya population kwa kuniambia mambo kama hayo. Sasa ilibidi na mimi sasa niji defendre mie kama mimi. Ngoma sasa imetengenezwa chini ya udhamini wa nani? Ya nyimbo imetengenezwa na wanani wa producer wawili, Pitchen na Betty Best. Pitchen producer. Nasema udhamini pesa. Nani pesa mie peke yako. Yaani zawadi umempa Kajala. Si bibi yangu. Ameshakuwa bibi yako. Kwa amesha confirm ile. Asha kubalisha ile, asha confirm. Asha confirmer. Kama kisa album yako ilikuwa inaitwa Sasa. Hivi. Kuna watu wanajua mpaka sasa bado wanajipendekeza tu, hajakubali. Bado wanasema kama anajipendekeza. Ni roho mbaya na bwivu. Yeye ashakubali. Tuko tunaongea. Sasa mwanamke akupatia tu muda muongee. Ukikuwa mwanaume mnajiaminia utamumiliki. Kama huko mwanaume mwenyewe unajiaminia utamumiliki. Mwanaume ni kuongea. Manake hivi wewe na Kajala mnaongea sana. Unaya batu unachunga kwambia. Unaya batu biko wanaongea, sijui Kajala sijui ya kustahili sijui nini na nini. Swali linakuja. Kajala ni Mungu. Hapana. Si ni binadamu kama sisi. Nani mwanamke kama wengine. Mashabiki zetu na munisikie bien niko nawaambia. Mko mnaacha kutuaibisha na mko naacha kutukua na tushusha. Wakati sisi tuko tunapambana tunatengeneza ma connection, nyie mnaketa kutuonesha mbele ya wasanii wengine kama tuko chini, hatufai, ni makosa. Haiwezekani msanii ashaniheshimia, msanii ananipatia valeur, wewe unaenda kwa commentaire unaandika ma n'importe quoi, unanishushia valeur. Sio bien. Na Kajala pia kuna shangala watu wako wanaandika. Anashangana anasema sasa batu yenu wako wapi? Batu bakwa iko na shangala yani yeye lakini hizo si anazizoea Kajala mwenyewe anapigwa matusi bali façon gisi watu wako wananishusha mie biko binamshangaza anauliza watu wenu wako wapi mnaishi nabo wapi donc bafane yenu wako wapi est-ce que mie niko ange na niko malaika mimi natoka mbinguni niko binadamu kama wewe lakini labda kwa muonekano wake mitoko yake ndio sasa mimi nakwambia sasa range mbili zimetolewa ndio mimi nakwambia sasa ile watu wakasema shobo bale mashabiki ndio wako na shobo. Unasikia? Hao ndio wako na shobo. Juu kuna kitu kingine kenye kiko normal au wanataka kufanya kama c'est comme si ni kitu kimwa kinakosa vile kama si kama ni kiajabu sana kenye una comprendre inakuwa sio bien. Bakwe naacha kwa natushusha. Twende taratibu. Hapo kwenye mashabiki tapafika umekuwa mkali sana kwenye swala la mashabiki. Nakumbuka hata juzi umefanya video unakasirika sana. Mara kwanza nakwambia niko naambia kweli bako nafanya makosa. Leo mimi naongea nisikilize. Leo mimi naongea na Fally. Fally ni artiste. Ni star mkubwa. Hapana Afrika. Hapana East Africa, Afrika. Si ndio? Ni star mkubwa. Lakini tunaongeaga. Tia kuna shit. Unasikia? Tunaongea. Sawa? Mimi na Fally tunaongea lakini kuna shabiki ukimwambia kuna nyimbo moja inaitwa Balola. Nilimtumia Fally link. Alisikiliza baada ya kusikiliza kaniambia no chanson iko bien uli bien uli intervenir bien mais kwa mashabiki sasa mimi nawaambia kewa Fally alifelicite chanson anakwambia toka kule sasa nafika namuona kama si na kwa nini wanakufelicite wa posti kwenye mitandao yake yao ya kijamii ça c'est privé ça c'est privé lakini wanafanya sasa aposti kisha si support batu baone kisha wale watu waone njoo barizike shiko tuko na vie privée naongea na artiste wengi unaelewa ni kweli ni kama kitu tulikuwa kuna management wako na nini kama kisi nilikuwa Tanzania sawa niko pale kwa Wasafi Diamond anatoka adoki alikuwa anatokea kotea kule nyuma anaingia sasa anaingia ananiona Mr Champagne huko nikamwambia niko huko ulikuwa lini nikamwambia niko na wiki mzima akaniuliza ushafanya interview nikamwambia nishafanya interview unanielewa baada ya kuniuliza hivyo kwa Wasafi nikamwambia kama niko na tatu tuonane tuongee lakini shabiki akimwambia vile yes comme si anaona kama ni mbinguni unaingia mbinguni mwenda unaona na Mungu Diamond ni mtu iko simple iko fresh na kila mtu kupata ile opportunité ya kumuona ndo au kuipata c'est pas facile lakini kama kuna connexion munaongea bien munaongea très bien na mie gisi niko hapa c'est ni parce que tout hapa ba artiste betu ba fan betu encore ba tuheshimi mais kuna kwa watu wanakuyaga na iko na besoin ya kuniona na hata niona
Mais unaona kama kuna besoin ya kuniona. Okay, Tu vois? okay. Mais ni ile tu wantushikilia poa. Watu wa kawaida. Na sio poa, na sio fresh, bien. sio fresh. Kabisa. Wakati tunashitengeneza, inabidi watupatie respect ya artiste musicien. Niko bale bafane betu. Diamond kuna kipindi alisemaga, kuna emission nilionaga, anasema alikuwa akitembea mitaani kule vile Mabwiza Buyenzi, anasikia wanalalamikia lolilo. Sawa? Ikampatia hata courage ya kusema aimbe na nani na lolilo. Unaelewa? Ile effet ya kulalamikia lolilo ikampatia courage ya kusema aimbe na nani na lolilo. Donc wewe shabiki unaweza kupatia msanii wenu collabo. Sababu shabiki zetu au anakushusha njoo pembeni ya msanii mwingine, yeye anakushusha valeur. Tu vois? Sasa msanii unashabiki ashashusha valeur mbele ya msanii. Na wewe msanii unaona kumbe jamani tente. Lakini champagne mashabiki, baadhi ya mashabiki wanaomba kwamba mjibrand nyinyi kama nyinyi, yani mwache kujidandia wengine, mwache kujibrand banasema kujibrand. Batatu jibrand yai. Niende mwanvio. Niseme niluza mvio. Na sina mvio. Jitengeneze kama champagne. Like kama hivi, ngoma Kajala inapiga views nyingi sana. Imesikilizwa kwa sababu ya Kajala. Kwa sababu Kajala labda ametoka na mastaa wakubwa, labda ule mwaliingia pale, maana yake ule alifuata Kajala, yeye hakunifuata mimi. Yeye alifuata Kajala. Chingwa. Na hiyo ndio makosa. Hapa sasa acha niende moja kwa moja. Ilikuwa kuna jambo hapo niwahi kuliona, umelipost ukampost hilo lilo. Nakumbuka ilikuwa tarehe fulani hivi afu nikaweka nikahifadhi. Mtu ajabu. Ukasema muache lolilo afanye anachojisikia. Mbona mnamsakama? Sawa Nani kati yenu anamlipiaga nyumba? Okay. Hivi akiwaambia iko na video anataka mchango wenu mtazitoa? Wengi wa maneno tu eti anawaibisha. Anakuaibisha wewe kama nani kwake? Shabiki, mbona hata akifanya show amkujagi mpaka msikie msanii alikuwa kutoka nje ndo mnasisimka kwenye mko utazani wamewapiga shindano. Wingi wa maneno kusapoti wasanii wenu mnashindwa. Note bien. Kaka yangu lolilo, fanya unachojisikia. Kama wewe usifate maneno ya watu wangapi ila wewe bado upo kwenye game kwa kufurahisha hao wanaokutusi. System mpya anayeleta maneno mengi baleye. Hapo ilikuwa bado kabisa tujeza kujua upepo wa Kajala. Baadaye nikaona unafufuka na upepo wa Kajala. Okay. Sasa nikasema ndo ile style mpya sasa tumekuja nayo. Champagne tuweke sawa kidogo hapo. Lolilo Warundi wengi wamemshambuliaga baada ya kusema kwamba yeye ametoka Tanzania. Sasa Warundi wakaanza kusema sasa jamani, wasanii wenu wetu vipi? Hii mnaenda nchi jirani alafu mnasema mnakuwa kama vile unakisulu kule sema wale wasanii ni Mungu, ni hivi. Like nyinyi ndio mna proud sana mpaka mnafanya mashabiki wenu wajisikie vibaya. Kama nampenda Champagne, why akifika Tanzania aonekane star, afike pale Wasafi, afike pale Clouds wapi, wamwone ni star ameingia, lakini sio Champagne afike pale apige magoti, jamani mnisupport wa Tanzania, mimi ni Mrundi, mimi ni mtu wa Tanzania, mpaka anakataa kabisa asili ya nyumbani. Hii inakuaje? Tuweke sawa kidogo mashabiki. Niko na message ya Black G ya Voice. Sitaki kuisikilizisha hapa kwa emission. Mimi kusikisha emission kiisha. Mimi nataka kuambia message Black G aliniambia. Black G alisema hivi, Burundi tukwe tunaacha kujiweka kwenye hatuko kimuziki. Sawa? Tatizo yenyewe kunatuua sana. Tunataka kujifanya sawa? Tulishafika fasi fulani na hatuyafika fasi fulani. Wasanii hao. Acha kulinganisha Mr Champagne na Diamond. Sina level mwana Diamond. Usilinganishe muziki wa Tanzania na muziki wa Burundi. Eske unajua ba Tanzania balifanyaga nini, balipita munini juu bafike mwa hiyo niveau biko mwayo leo. Tukwe tunaitika kama tuko chini. Na kila mtu wote ukikuwa chini lomba msaada wakupandishe. Unaelewa? Na kuna njia tofauti ya mtu kulomba msaada. Pako msaada sawa? Ya kutumia pesa, lakini pesa yako ni ndogo umeukalilia. Wakusupport. Wakusupport. Tumenunuliwaga simu na mashabiki. Okay. Sawa.
Ibe mimi niko nafanya leo vya Kajala. Namulilia Kajala, nampenda Kajala, namposti Kajala. Bafane betu anitukana. Lakini Harmonize alikuwa na vifaa sasa kwa mlilia Harmonize barudishane. Bale bafane betu balikuwa anaenda kupasha Harmonize banaandika Jamani. Yo. Akusamee mrudishane. Tu vois? D'ici ni champagne au anakia miku nitukana. Tu vois? Donc abo ndio bakwa kwanza kutushusha valeur. Wanaelewa? Chunga nikwambie kitu. Mie hii neno niliposte hapa kwa Instagram dernièrement. Mais ndo mara kwanza mimi naongea kwa emission. Okay. Kuna kipindi mimi nilikuwa natafuta connection kwa Wasafi. Kuna kipindi nilikuwa natafuta connection na Diamond. Lakini nilikuwa tukaniwa na mashabiki. Nilikuwa fani nikiposti Wasafi. Banakia kunitukana. Acha shobo, acha kujipendekeza. Sawa? Et pourtant vile nilikuwa nafanya. Nataka abo ndio bajiretrouver juu. Sawa? Nikianza fanya nikipata njia kwa Wasafi. Itakuwa ndakwenda nyongelea muziki ya Burundi. Me hao wananitukana bako wananikase nisibifanye. Sawa? Nikaendelea kubifanya na support Wasafi bali nielewa na gisi bako na roho mzuri maana kama anayekusupport musupport. Ilifika kipindi nao wakafanya nini? Baanza kunisupport. Sio kila mtu anafanya support wewe wamesupport muziki wa Burundi. Sasa sio kila mtu anaweza kufanya emission pale kwa Wasafi. Wewe unaweza kwa Satibi pale kwanza kusema fanya emission pale vile nikaka. Kuna wasanii wengi hapa sinakwambia. Kwanza Champagne hongera sana mpaka RFI umefika. Ndani BBC. Hey. Okay. Sio mchezo. Cheza na Champagne wewe. BBC umefika. Sio jambo la kitoto mzee. Moto. Hilo walielewe kwanza. Ina maana strategy nzuri ya kujipendekeza ni moja ya strategy nzuri. Mnaonesha wadogo zenu nini Champagne? Mnaonesha kwamba jipendekezeni ili mpokelewe. Sikia nikwambie kitu nani? Kwa kauli moja tu. Sikia nikwambie kitu. Kwenye maisha sawa, anayekuzidi uwezo kubalika kuwa mpole kuwa mbele yake. Acha kufanyia kiburi mtu mwenye sawa, haumukulishi sawa, hautamsaidia kitu. Hamna sawa. Watamfanyia unafanyia Diamond kiburi wewe. Uko nani? Watafanyia Diamond kiburi. Uko nani? Muziki ya Burundi ingaliki down mbele ya muziki ya Tanzania. Johnny tusisogelee Tanzania juu muziki tupate njia. Pourquoi? Wewe fane wanataka kiburi juu mimi nenda lomba connection. Wanataka wenjo wa kwanza wakishasikia tu nyimbo ya Monezi ilitoka asha kwa kwanza kuna tia like. Wanashinda tia like kwangu mimi. Hao ni mashabiki wa Burundi hao. Papa, tunaona ma commentaires zao. Yana ukatazia wewe usisogelee Harmonize. Yeye ndio wa kwanza shinda kule. I like you from Burundi. Yakende vyote. Anashinda kwenda kuitia hata kwa msanii mmoja wa kwao. Sasa wakati sisi tuko tunajitafuta papa. Sawa, mimi Champagne sina $30,000. Diamond kawaida kuimba naye ni $30,000. Champagne sina $30,000 ya kuimba na Diamond. Unanisikia? Hata kufanya hizo video kuna vitu fulani vinahitajika vitu vingi. Lakini Diamond anaweza kanielewa kutokana na gisi mimi namsogelea, kutokana na gisi mimi namsupport. Sawa? Anayeomba msaada na mainchi zinaomba msaada papa. Kisha Lolilo akilomba msaada, Lolilo unamwona ni pombafu. Jua analomba msaada. Lakini walimlaumu wanasema nakataa mpaka kwao wanasema ni Mtanzania. Sasa pale yeye anasema vile John Lucky. Lolilo anasema ni Mtanzania. Lakini Champagne yeye anajisemea yake ni Murundi. Baendelea kumwataki. Lakini Champagne lingine jambo tubananisha hapo tuyaunganishe yote hivyo. Wengine wanasema labda Mrundi gani asiyejua Kirundi, asiyeongea Kirundi. Sasa hakuna Warundi wanaishi Etazini. Na hawajui Kirundi kabisa. Kiingereza tu. Hawako. Wapo. Okay. Hakuna Warundi wanaishi hapa na wanaishi pale Mabuyenzi na hayuki Kirundi. Si bako? Okay. Kuitwa Murundi. Sawa, ni kuipenda kwa Burundi. Okay. Penda Burundi, penda nchi yako. Sawa, uitendee haki. Okay. Usitupili yani mbalabala. Okay. Ukiona fasi pako uchafu pasukule. Okay. Unaelewa? Okay. Fasi uko unaenda paongelee vizuri. Itangaze. Nice. Ni kitu kikubwa. Champagne, mimi niko katika watangazaji, mashabiki ambao wanakubaliana na kwamba Champagne ni star mkubwa, ni moja ni bonge la msanii. Lakini kuna comment moja nishawahi kukuwekeaga nikasema anza kuimba ngoma kwa lugha ya Kirundi na nini. Nikatakiwa sana mzee, nikavamiwa bala.
Hii tupe mwanga kidogo. Kwa sababu mimi nimeipost kwa kutoa tu mwanga at least. Niliona commentaire. Sasa ni kwa nini haupo sana kwenye kuimba Kirundi? Hawezi kama ni kwa sababu ndio sababu ndogo inafanya hawakuelewi? Mimi naimba Kirundi. Niko na nyimbo 4 za Kirundi. Marcelina. Niko na Marcelina na Kirundi. Niko na Sherry Coco. Marcelina imeenda sana. Simona? Niko na Sherry Coco. Imeenda sana Kiburundi. Marcelina imeenda sana Kiburundi. Mu Burundi. Yeah. Okay. Kwa unatafuta sana ngoma ambazo zitakwenda sana kimataifa. Yeah. Okay. Mimi naimba Kirundi. Niko nyimbo nilimba na Kigingi ya Kirundi. Niko na nyimbo nilimba na Emerson ya Kirundi. Niko na nyimbo inaitwa Mabujani ya Kirundi. Sawa? Mimi siko artiste mwenye niko limité, niko artiste mwenye niko nafatiwa. Utakuwa fasi yote. Unaelewa? Na lugha inayo tukutanisha sana Kiswahili. Ni kuna sasa mimi naandika kosa nafikiaga mimi naandika article. Nafanya naandika caption nafanya caption naandika pale kwa Facebook naandika kwa Kirundi. Sawa? Hata kesho ndaeseye kufanya hivyo. Alafu uende usome ma commentaire. Utaona commentaire presque za mingi. Isitakuwa watu wanauliza utuexpliquer alikuwa anaongea nini. Unaelewa? Donc siko artiste national. Niko artiste déjà international mwenye niko suivi kwa international. Nile deja unakuwa na watu tofauti. Sawa? Benye wananifuatilia. Hiyo naikubali. No, niko na Tanzania, niko na Kenya, niko na Baganda, niko na bapeti wengi wanaishi ma Etats-Unis, balitoka Makongo, balitoka wapi, tu vois. Alors kuna moment fulani naimba Kirundi, kuna moment inatakiwa niimbe Kiswahili. Unaelewa? Kama si nenda Tanzania, nafika Tanzania kuna manyimbo ambazo zinatakiwa upige pale Tanzania juu wa Tanzania wakuelewe directement. Unaelewa? Okay. Niliwahi sema hata hiki kitu. Kufuatana hizo ma commentaires sio sema balikuwa atake. Kaka mimi nakwambia ni ukweli. Upendo usipopenda, bafane viko nafuata, bapende wasipopenda. Leo muziki ya Burundi imeshuka sana. Sawa? Muziki ya Burundi imeshuka sana. Uyo kwanza pia. Sawa? Lugha pia imechangia kwa muziki kushuka. Sikioni kuelewesha. Kuimba kwa lugha ya taifa sio vibaya. Juu munaitangaza ile lugha ya taifa. Kwa kuitangaza ile lugha ya taifa inatakiwa mkuwe na artist. Sawa? Mwenye iko strong sana, haisha kamata dunia. Ni kweli. Unanielewa? Ni kweli. Imba hiyo lugha ya taifa. Inatakiwa pia unaimba ukifanya kolabo na msanii mkubwa zaidi. Unaona kama Diamond anaimba na Ricky Ross. Anaimba Kiswahili. Ile Kiswahili anaimba. Upende usipopenda anaimba na Ricky Ross. Itapita tu. Unanielewa? Anaimba na Davido. Sawa? Akimba na Davido hiyo nyimbo sasa itahiti. Ile Kiswahili lazima itapita tu. Halimba na Davido. Sawa? Okay sawa. Mbidota anaimba Kirundi. Hiyo nyimbo itapita. Itapita wapi? Itapita Cote d'Ivoire. Haiwezekani. Unasikia? Double J anaimba Kirundi tu. Unaambia nyimbo yake uko sulke itapita Tanzania. Ni bigu yani Mtanzania banasemaga okay sawa. Basemaga muziki ina lang inaweza kahiti fasi yote. Si ndio? Hata za Kichina zina hit. Lakini inatakiwa sasa ukue international. Ile kukua international. International. Ile kukua international. Unaelewa? Na muyue muziki yenu ishafika mu niveau gani? Unaelewa? Muziki yetu ishafika mu niveau gani? Mtu kama Fally nguvu ya muziki inaendana na pia na nguvu ya lugha na nguvu ya nchi. Unaelewa? Kwenye hilo jambo ni kweli. Zamani nilitoa kuna manyimbo nifanya selection ya manyimbo ya Fariaz. Nikaiposte. Sawa? Ku Facebook. Mimi nikamwandikia nikasema brother sikiliza hizi style. Sawa? Nilimtilia ya haya, nikatia Konzi, nikatia niko sawa, nilimtilia selection mingi sana. Ile mahot my name. Ni mahiti zenye Fizo alikuwa anapiga na zinaenda na mpaka Kongo kule kote nene na penya. Nasikia Jux ashakujaga hapa anasema nakubali ngoma fulani za Fizo. Papa, leo nilikuwa naongea na Jux na Duli. Na Duli akaniuliza. Sawa? Kuna wasanii wengi Tanzania walikuwa wanamwambia Fariaz, wanamwambia wewe Murundi kweli? Mbona unaimba kama wabongo? Yani hicho kitu kilikuwa kinafanya kila msanii wote mwatatoka nje akipiga concert hapa Burundi. Sawa? Lazima utasikia public wanalalamika Fizo. Nani Rich Mavoko. Alipiga niko kaka, zilikuwa zinaenda na nje na zinakomoa na zinabatre. Nice. Unaelewa? Hiyo naikubali. Zilikuwa zinabatre mpaka nje. Kwa ufupi leo kwa ufupi bila kutaka kuwachosha mashabiki, wasikie hivi. Kuanzia leo tuna Mr Champagne. Tuna verified
Star International. Ni msanii international. Sio national. Hiyo walielewa. Kwa hiyo wasanii wanataka kuwa national, waendelee na program zao za kuwa national. Champagne iko na target za kuwa international. Na kujitafuta katika hiyo anga kuna njia nyingi sana. Unaweza kwenda hata Nigeria kule kumlilia Davido na ikibidi kuimba kwa lugha taifa. Naimbaga pia kwa kufurahisha mashabiki. Marcelina kwa umetosha. Naelewa mashabiki koko unaona me pia natakiwa kama mimi Tanzania tayari sai kaka sijitapi. Sawa? Ila tatizo watu wapende mtu aseme ukweli. Ndio problem. Ndio nalumizaga. Lakini kwa saa hii wasanii wa Burundi. Sawa? Kama siko msanii wa kwanza numero 1 kwa saa hii kwa leo tuko tunaongea. Kama siko msanii numero 1 ambaye naongelewa Tanzania na hauko Tanzania. Na siko wa Tanzania niko wa Burundi hapa. Naongelewa Tanzania pia najulikana na mashabiki Tanzania kuliko wasanii preske wote wa hapa kunyumba. Sawa? Kama siko wa kwanza basi niko wa mwisho. Na kweli na bafane bako wanasikia na wanasikia mimi nasema. Na yua bubisha ikosagi. Bato wakosagi kupinga, bakupinga batapinga, bakukatala batakatala, lakini ndo ukweli. Mimi leo niko leo sinaanza fika Tanzania naingia fasi na bato wanalalamika Mr Champagne mambo vipi? Mr Champagne nataka picha. Ni rare de fois ubione mu artiste betu afike Tanzania na bimufikia. Ni mara kidogo sana. Rwanda banalilia wapate connection Tanzania. Kenya banalilia wapate connection Tanzania. Uganda banalilia Tanzania ndo kitofu cha ukiiti Tanzania unaiti East Africa. Na Afrika nzima. Na Tanzania Tanzania imheshimu Diamond sana. Tanzania imheshimu Diamond sana. Kwa sababu amewasaidia. Ule kijana kisiko pale papa na kuna siku pia Burundi tutakuwa kichwa Tanzania. Ndio kichwa Tanzania. Na kuna siku Burundi tutakuheshimu sana Champagne kutupeleka kimataifa zaidi. Hapana heshima zishaanza kuja pole pole. Kwa tu bapingaya bakosaji. Lakini baby kuna watu wako wanaona kazi. Kuna watu wako beniko nafanya. Tuingie kwenye ujio wa Kajala kidogo kumalizia. Kajala anakuja Burundi. Anakuja lini? Tarehe ngapi? Kajala anakuja le 7. Mbona mtatuambia itakuwa wapi? Show itakuwa wapi? Ni show party ni nini? Kila mtu kunauliza sasa Kajala anakuja kufanya. Kila mtu kunauliza hilo swali. Beba anauliza vile. Hata imba, hata fanya nini? Beba anauliza vile. Ni watu wenye abako monde ya leo. Ni aba yatembeaga. Zari. Ile mananya ile ma event anafanyaga. Zari the bottle. Ile ma event anafanyaga na kwa nini? Party. Bale bato wazoe hivyo. Utamwona tunasema abizoe. Kwa watu wengi utamwona iko tuna macho matatu lakini ayui monde iko wapi? Yeye tu akikuwa pale kwa macho matatu yeye tu ni aingie ku Snapchat wa mteme make up anze perform basi anatia ku static. Akia afuatilie monde kwa inaenda. Hivi leo sawa Kim Kardashian akifanya video iko na kuswete joyeux anniversaire utafurahi sana. Bato watashangala sana. Kim Kardashian anaimbaga Aimbagi sivyo, si influencers. Lakini video yake akikusoteza joyeux anniversaire utasikia na watu watashtuka na watashangala. Na ukimuita kwenye show watu watajaa. Watakuja kumuona macho. Ndio Kajala naye iko na watu biko na shida kumuona. Anakuya anakia le 6 la ni le 7 iko na event le 8 anataka enjoy na banamuke ya Burundi. Mashabiki zake wanampendaga. Ba enjoy pamoja. Kama kuna maswali bamuulize. Bakupiga mapisha bapige. Bachangie kwa pamoja. Itakuwa wapi? Itakuwa kumiki hapo pembeni ya lycée de Lac. Kuingia ni 20,000, mwa ile 20,000 yako. Sawa? Uko na vinywaji unakunywa. Wanielewa? 20,000 yako. Ba mama mke muenjoy. Ba mama le 8 mars banakuwa wamejiorganize ni ba mama mke muenjoy na Kajala. Mkunywe muenjoy na Champagne. Banaume na mimi ndakupenda hivi. Utaimbia ba mama. Cheza sana. Utaimbia ngoma gani? Ba mama muko wapi? Tuko hapa. Hapana mama impole hapa. Hapana, ba mama impole kitako. Itakosa ba mama sage. Tunabapenda sage. Ba mama muko wapi? Tuko hapa. Ba mama sage. Tunabapenda sana. Tu enjoy na Kajala. Kajala. Mtoto mzuri. Kajala. Anapendeza sana. Kajala. Wiwi.
Alors le 8 mars itakuwa ni problem. Kajala yeye peke iko hapa. Vitu itakuwa ni ambiance. Mwanamke mzuri. Najiuliza eske Kajala na yeye eske ile kipindi ba malaika walitoka mbinguni wakakuya kisha wakabakia dunia jua baba mwanamke walionaga. Iko saa Kajala na yeye alikuwa kama mwanamke. Kajala utamweza. Walikwambia mbona Kajala mkombozi? Ase. Mkombozi alikwambia hapa. Mkombozi kwa nivuruga chana naye. Mimi baniache mie. Bako kwa nikasema ile nyimbo. Oh sitaweza Kajala. Oh hivi na hivi. Baache kunikoroga. Iko bei. Mwanamke sio pesa tu. Mwanamke pia anahitaji mapenzi. Anahitaji care. Bale banamke wewe ulize bale banamke wenye wanakoka anamdeclare bwana yake anaishi Afrika. Nee, na mwanaume anapata visa, mwanaume anafuata bibi yake Bulaya. Est-ce tunaniambia ni mwanatumia nguvu ni si mwanamke? Si anatumia nguvu. Ndio anatumia nguvu. Sasa ile nguvu ile mwanamke alitumia ni juu ya nini? Ni juu mwanamke ana franga au nini? Anatumia nguvu juu mwanamke ende kule juu ya mapenzi. Tokana na mapenzi mwanaume anampatiaga ndio anajikaza ule mwanaume mfuate kule. Okay. Unaelewa? Ndio mapenzi pia kuna vitu sio franga tu. Kuna vitu pia vinahitajika kwenye mapenzi juu mwanamke akupende zaidi. Hapa basi kwa kumalizia. Kuna watu wanafikiria kama haupo serious sana kwa Kajala. Kuna watu wanafikiria hii ni kweli au anatuinja. Wale babiko nafikiria vile. Kajala leo kiitika kabisa. Babiko afikiria kama niko serie. Na ndio yuko wanaua muziki ya Burundi wale. Hawapendi kusupport muziki ya Burundi. Ni kweli. Champagne, kwa kumalizia kabisa watu unawaambiaje sasa? Bafana Mr Champagne bote musikose le 8 mars. Tutakuwa pe kumiki karibu ya lycée Dilac. Pembeni ya lycée Dilac bafane mkuye part tutakuwa na Kajala. Karibu ya Buiza. Sasa karibu ya Buiza Buyenzi. Karibu ya Sheki hizo kana migulu. Patakuwa mabisi watu wataenjoy. Mama mkuye kutakuwa bendi pale bale babuyenzi. Batakatika kiuno sana. Batu watakuwa kutakuwa ambiance ya ajabu. Ba mama president wa association ya bisiki. Ba mama president wote wa association musikie. Gonga kwanza. Tuna celebrate le 8 mars. Le 8 mars. Ujio wa Kajala. Utavaa kitenge na mwanamke mzuri sana. Utavala kitenge. Bon, ni journée ba mama. Tutaba enjoy, tutapacha mabikwembe ba enjoy. Ulisema ngo hii ni silk coffee. Ngo kaka ambao hawaja banamke mbasi wadanganyi. Ngo kaka wenye hawajawapatia nguo za vitenge. Ndio maana niko nasema hivi. Banaume munisikilize mzuri. Muwapatie banamke le 8 mars. Mupatie banamke franga ba enjoy le 8 mars. Usijiiti mwanaume wa kumudomo tu. Na date ya banamke inafika na uko na madame, uko na badada. Badada yako unashindwa kumsaidia dada yako jua enjoy le 8 mars. Mupatie banamke le 8 mars franga. Muma bauzie mabikwembe. Ba enjoy ba furahi. Biana kule wanasema ni badada. Bakiwa furahi na baba. Ni badada yetu. Kuna mwanamke pale anasema sheria itabidi nipatie kitenge. Bana sikia. Sasa mwanamke anasema Champagne tabia tupatie badada yetu. Hiyo ni sheria yake. Hiyo ni sheria yake. Mzee kwa ananiambia mimi niko kwa Kajala. Alikuwa ananiambia sheria yake. Si sheria. Sio tuwapatie sheria, tuwapatie badada yetu. Wapatia dada yetu. Sasa ya kuoa, wewe ungali sheria, sisi tunapatia vitenge. Champagne ba. Hivi Kajala ikikupenda unaweza kufanyaje? Wewe selo wewe kama Kajala anakuambia ai zake sai nakupenda mimi. Utajua baada. Champagne, acha nikushukuru ndugu yangu. Macho matatu bado inafanya kazi vizuri lakini simu ina mavideo hayo kama milioni. Kwa sababu unashika video za Kajala kama ngapi? Kuko moja hapa. Piko moja ambayo ya post. Ngoja kwa hapa ya Kajala. Ngoja nikuoneshe. Si hapa, si Kajala na yala sana si. Drizi sogea huko wewe Kajala amefanya challenge. Mwanamke wa ajabu sana. Kajala amefanya challenge ya ngoma. Mwanamke wa ajabu. Huyu ndio mwanamke wa kwanza kubuzuri Tanzania nzima na Burundi nzima. Mie kwangu mie. Basi kulaumu. Mwatasirika amechitupa mai. Champagne. Mwatasirika naye afai dunia yake. Dunia yake au afai dunia yake. Dunia yake aishi peke. Mimi nampenda. Na mwanamke mwanapenda lazima afasi yote utaenda unasema umuone kama yeye ndio wa hatari kuzidia wengine wote. Banamke wengi hapo shabakimbiza. Mimi naambiaga banaume kuko banaume ba malaya. Unaweka kuko banaume ba malaya. Mwanaume kwa anaambia kila mwanamke yuko wakiana, kila mwanaume anamwambia wake uko mwanaume malaya. Unapasha ambia bibi yako tu njoo wakiana. Ndio wakiana.
Ndio. Sawa sawa. Hapana kila mwanamke, wewe dada kwa kiana. Wewe dada kwa kiana. Huko mwanamume malaya. Champagne, hata nikushukuru sana ndugu yangu. Tumepiga story nyingi by the way. Mimi ni washukuru sana na Champagne ametupatia muda mzuri, tumeenjoy, tunapiga chai kizuri sana na Champagne na Kajala wake tuwasubiri tarehe 8 mwezi wa 3. Imeenea pale Miki, tuone wametuandalia nini. Na patakuwa muziki, patakuwa kuenjoy, patakuwa nini? Ya, patakuwa muziki, mimi mwenyewe ndaimba. Mastaa wengine watakuwa pale ni wanani? Mbo. Balikamata wale wanafaka ile nani ibe kwa organiza ka wanamke wanaorganiza ka sector wanamke wa Uswahilini na sababu itani mapambe za vijora. Okay. Kutakuwa wale wadada wa pambe wa vijora, watakuwa pale watamshindikiza. Lady wale kwa vizuri mzee. Wale watamshindikiza pale Kajala. Vitu vitakuwa bien sana. Vitakuwa bien sana. Soin. Bana Kajala mimi nadhani tumesikia mengi sana na wanachati kabisa na Kajala. Kama alivyosema lakini sina uhakika kwa sababu hajanionyesha. Unaweza kunionyesha Champagne? Message ya mwisho ya Kajala. Nitakuonyesha baadaye. Au utakiza kama problem. Okay, merci sana. Watu wanasema Champagne hana cha kumpa Kajala. Tuambieje? Hauna cha kumpa Kajala. Okay, batafute Kajala hapo nao. Hauna cha kumpa Kajala, batafute Kajala. Batafute Kajala hapo Shako, Mkombozi na Gafe. Mwache kuniderange mimi. Kama mimi nampenda Kajala problème ni mwiko wapi? Bwana kia nifuata Shako anaanza mwanzo. Naweza nikaumia. Unanyanya Kajala, uko na maana ya kumpenda Kajala, uko na pesa ya kumuonga Kajala. Shako problème yako iko wapi? Kama mimi napenda Kajala nitaumia Kajala. Kama akusema yes nakubali Champagne. Maana wewe selo wewe mimi na Kajala tupendani. Sasa mimi si kwa couple. Kajala ni bibi yangu. Uko useni ngoso. Confirm. Inakuwa confirm hiyo. Yaani vikapo mtu ya Kajala ni Champagne. Jamani. Nini basi ya mwisho? Nini basi ya message ya mwisho mliani? Ya mimi na Kajala. Kwa sababu kama ni madam yako mtakuwa mnaongea muda wote. C'est privé. Nikikuonyesha message message. Hautaonyesha kamera mimi. Hapana, siwezi kuonyesha message na Kajala. Ni makosa la watu. Makosa. Basi onyesha namba yake. Nimero yake Kajala huyo. Na profile. John. Ili ni Baki na wewe aminia kama mimi na Kajala tunaongea. Ndio tukubalishe sasa. Si alikomante kukusa. Hakuna komante kukusa. Komante basi nini? Kuna ngona anasema Champagne. Sasa kumbe hakuna mdrage ushakubaliwa. Mimi ndio niko na jiconfuse. Je, niko na drage bado nampropose love au ndio ashakubaliwa? Ndio sijajua hapo viwili hapo. Bado namtongoza Kajala au ndio ashakubalia? Tujibu moja kwa hili. Ndio nampenda. Lakini nampenda tu. Lakini hajakubali. Tuyakuwa ma relation mapenzi. Yeye hajakubali. Sasa ndio maana sikomanta taumia akikatala. Akikatala na hizo mbombo unatupiga fujo mitandaoni. Akatale. Utaumia. Nitaumia vraiment. Juu njo. Yo Tanzania ni obligatoire IT. Oui. Okay. Wala tukana Champagne tunaongea mambo mengi sana. Mimi naitwa Classic. Merci sana mngesema kurikira nye. Baadaye mkurikira na activity leo tumeongea kwa Kiswahili sana leo kwa sababu tulikuwa na artiste international. Lazima tuongee kulanga international. Watu wengi wanatufuatilia. Tanzania wanatufuatilia. Kenya. Wakongomani wanatufuatilia. Kenya wanatufuatilia, Uganda. Ndio lugha ambayo inakutanisha wote hawa. Kuongea kwa lugha taifa sio vibaya, lakini unakuta banakuwa na baba fane tena bainje. Maanza kwa kuniuliza tena mie. Hapo mlikuwa naongea nini? Mlisema nini? Unaona inasumbua. Inakuwa na kukoroga ndio. Ukikuwa artiste mwenye deja nataka watu bakusikie, unaongea mali lugha yenye watu tusikie. Asante sana. Bana kila la kheri, Drizzy Cameraman International ndio alikuwa anatupiga video. Yaani Champagne shakufa kwa Kajala mpaka basi. Na hivi anataka kumposti. Huyu mtoto tunakaa anataka kumposti. Bana kila la kheri, tukutane tarehe 8 mwezi wa 3 pale Miki Club wa mama, wa dadas, wa mamas. Sote tukutane pale, au sio? Bye bye. Isaac TV. Oh.